lakini tunafahamu kwamba sasa hivi serikali imepandisha bei ya mafuta kidogo, lakini imetoa onyo kwamba kwa wote wanaojihusisha na usafirishaji kwamba wasipandishe bei ya usafirishaji. Niko na Mzee Kilingi leo hasa kuhusiana na jambo hili linaloendelea ambalo limeshika vichwa vya watu. Anazungumziaje Mzee Kilingi, maoni yako kuhusiana na swala hili? Unazungumziaje? Kwanza mambo vipi ndugu? Fresh inakuaje? Kwema kabisa. Uko poa? Naona umenivutia. Maana tumekuja na moto, yani yani moto umechemka, tunataka kujua Mzee Kilingi katika hili wewe unalizungumziaje hili mpaka tunajisahau hadi salamu. Mzee Kilingi, hili swala wewe umelipokeaje? Kwanza hili jambo nimeliona na nimelisoma na nimesikia na nakiona kinachoendelea na nakisoma kile kinachoendelea na nakisikia kile ambacho kilichokuwepo. Ndio. Sawa, ni kweli. Mafuta yamepanda bei. Sawa. Ndio. Lakini hii ukipiga hesabu chanzo kubwa vita Irani. Vita Irani na wale, na ukiangalia njia ya Hamas pale imefungwa. Kwa maana hiyo, lakini sasa tunakuja hapa nyumbani. Ndio. Si ndio? Waziri wetu alisikika anaongea kwamba sisi tuna akiba kubwa, hatutatereka na hakuna jambo lolote swala la kupanda bei kitu chochote mafuta. Sijui na vizuri. Ndio. Tuna mafuta kutosha ambao tuna uwezo hata miezi mitatu. Sijui na vizuri. Ndio. Sasa kaongea kauli leo baada ya siku 5 siku 4 tu mafuta yamepanda bei. Hii mimi inanitia ukakasi. Ndio. Inanitia ukakasi. Alafu jambo lingine wamepandisha wao bei. Sababu iliyopandisha serikali. Ndio. Alafu wanakuja kutoa warning wao. Sasa wewe unaelewa nini? Yaani wewe ndugu mwandishi hapo unaelewaje? Kwa raia wa kawaida anaelewaje? Au mwenye vyombo vya usafirishaji anaelewa nini? Yaani kitu gani ambacho kilichokuwepo? Yaani leo unatuaminisha jamii kwamba mafuta yapo mengi ya kutosha. Sawa? Yaani unatuaminisha kwamba hiyo vita inayonguruma huko sisi haituasi. Swala letu liko safi. Swala letu katika nchi yetu liko safi. Ndani ya siku kadhaa, yaani hata wiki 2 wiki 3 bado mafuta yamefanyaje? Yamepanda bei. Alafu ndani baada mmepandisha bei, mmekaa mjadili mpandisha bei. Alafu baada ya hapo mnakuja mnaweka onyo kwamba nataka kupandisha usafirishaji. Si ndio? Sasa ikiwa mafuta yamepanda bei, huyo mwenye chombo mfanya biashara inakuwaje? Yaani inakuwaje? Maana lazima twende, sababu sehemu kama ilikuwa natumia mafuta shilingi 20,000, si ndio? Inabidi atumie mafuta shilingi ngapi? 30,000. Haya 10,000 hii iliyozidi hapa anaipata wapi? Akiwa akichukua nauli ni ile ile. Ndio. Si ndio? Hapa ni hii inaitwa nini? Dula kumuita Abdalla ndio hii. Mzee Kilingi. Hii dula kumuita Abdalla shehe. Yaani kutufunika ambao hatuelewi kitu gani kilichokuwepo. Unajua kuna nyakati lazima tuongee ukweli. Na kuna nyakati wa Tanzania wanaogopa kuongea ukweli. Na kuna nyakati lazima inapokuja katika nchi yako jambo la nchi yako, lazima utetee, lazima uongee ukweli. Ndio. Sasa ukweli watu wengi katika nchi yetu hatuutaki. Na anaongea ukweli muda mrefu, yani ukweli akiongea mtu ukweli katika nchi yetu anakuwa kwenye matatizo asilimia kubwa. Kesi ya waini. Sijui na vizuri. Anaonekana kama mchochezi, anaonekana hana maana, anaonekana mtu mpuuzi, anaonekana yani yeye ni mtu ambayo haeleweki, anataka kuliingiza kwenye taifa kwenye matatizo. Yani haiwezekani. Kwa sababu gani? Hakuna mwanadamu asiyokosea. Na mtu wowote, kiongozi bora na kiongozi imara anayekosolewa. Kwa sababu ukisifiwa, yani wewe ikiwa watu wako kila dakika wanakusifia mapungufu yako wewe huwezi kuyajua, na maana wewe ni kamilifu kwa Mungu, yani unakosa hata moja. Haiwezekani. Au unayofanya yote, na maana yote wanaridhika watu. Haiwezekani. Inawezekana kweli hiyo? Haiwezekani. Sasa tafasiri yake Tanzania hii, akikosoa mtu machawa wanatumwa, wanamshambulia yule mtu anayetoa maoni yake kwa kukosoa jambo au kwa kukumbusha jambo, wanatoka machawa pembeni wanakuja. Ina maana katika sehemu nchi ambao wameundwa machawa hii hapa Tanzania. Kwa Tanzania tunaongoza kwa machawa wengi kuliko viongozi. Shehe, nisikilize. Unajua mimi mtu
anaweza akasema huyu mzee wa Kilinge leo kajaje. Lakini hivi nikuulize swali. Mwijaku umeona lini anatoa kasoro katika serikali katika nchi? Mwijaku. Sije kumuona. Baba Levo kabla hajawa nani mbunge, umeona lini katoa kasoro katika nchi? Au niambie msanii gani ambaye anaweza akakumbusha jambo katika nchi? Labda tuwaulize ambao wanatufuatilia kupitia GT Media. Unaweza kumpata Nay tu. Ndio. Nay wa Mitego ndo msanii ambaye anayetetea maslahi ya Watanzania, na ndo msanii ambayo anayetetea maslahi ya Kitanzania, na ndo msanii asiyotaka vurugu, lakini watu wanampeleka katika njia kama yanataka vurugu. Sijui unanielewa vizuri. Kama mchochezi. Yaani kama mchochezi, lakini sio mchochezi. Ni anakumbusha, kwa sababu kiongozi imara yule mwenye kukubali kukumbushwa jambo na mwenye kukubali kukosolewa. Sijui unanielewa vizuri. Ndio iko kiongozi imara, kwa sababu hata ndani ya nyumba we mke na mume lazima we mume kuna nyakati mkeo lazima atakulaumu jambo fulani na inabidi ulikubali, alafu ulipokee ulidiscuss. Lakini ikiwa mwanamke wako anakuambia kitu wewe naye ngumi amufiki, ndio sijui unaelewa vizuri. Sahihi. Tafasiri yake wamepandisha mafuta wenyewe na wanapiga mkwala wenyewe. Sijui unaelewa vizuri. Walituambia mafuta ndani ya miezi mitatu hatuna shida ya mafuta. Leo yanaonekana mafuta yamepanda. Haya yaliyopanda haya wameenda kuyachukua lini huko nje? Haya mafuta yaliyopandishwa bei haya wamechukua lini huko nje? Haya mafuta yaliyopanda wameenda kuyachukua lini? Hilo ni swali la mzee wa Kilinge. Sasa mzee wa Kilinge, tutafakari sasa. Haya yaliyopanda yametoka wapi? Yalikuwepo. Yaani mafuta ambayo yaliyopanda bei yalikuwepo. Ndio. Umeelewa? Haya mafuta yaliyopanda bei sio yalienda kuchukuliwa huko. Yaani haya mafuta yalikuwepo. Ila kwa kuwa vita huko wanapigana, basi wewe huko unafanya kwa sababu unatafuta sababu. Ndio, yani katika nchi ambayo yani inatafutaga sababu ni ya kwetu sisi tu. Yaani wanatumia fursa. Fursa wanayotumia vita inapigana huko, basi huku vitu wanapandisha bei. Ukiuliza kwa sababu ya vita ya kule. Sawa? Haya, nakuuliza swali. Kule sisi tumewekwa mpaka tusiende kuchukua. Sikutokana na ameruhusu. Ameruhusu, tunatumia meli za Kichina, China sikaruhusiwa. Na nchi kibao zimeruhusiwa ziende pale. Lakini wanunue sio pesa kinini? Wasitumie dola. Sawa? Yeye kama masharti yake. Anayetaka kupita hapa katika mlango wangu malipo yake ni sio dola. Ni hela Kichina. Sio ndio vizuri? Ndio aliyoruhusu. Sasa wewe huku unapata hasara gani? Hebu tuambiane vizuri. Zambia mafuta yameshuka bei, wameondoa kodi. Zambia wanachukua wapi mafuta? Si magari yanatoka hapa yanapeleka mafuta Zambia. Sasa inawezekana vipi kule Zambia mafuta watoe kodi, alafu wewe hapa bado unapandisha bei? Lakini wamesema Kenya kidogo imepanda kidogo kwa asilimia kadhaa hivi imepanda bei ya mafuta nchini Kenya. Wapi? Kenya. Sawa, nakuuliza wewe Zambia? Na pia na Malawi pia kidogo imepanda. Nakuuliza wewe Zambia? Zambia tuwaulize watazamaji wanatufuatilia kupitia YouTube. Au Malawi, Kenya wana bandari? Hawana. Hawana. Bandari inapitia hapa? Hapa Tanzania. Sinapitia hapa. Wamepandisha selusi ngapi? Asilimia ngapi? Twende tuangalie hapa wewe kwenye kitovu. Sawa. Unajua hizi tatizo huu ni mfumo wa biashara kuwatia wanasiasa kwenye biashara. Ndio. Kuwatia watu wa serikalini kuwa na miradi yao ndio tatizo kubwa katika nchi hii. Wanakuwa hawawezi kujali maslahi ya wanachama, wanajiangalia wao kama wao. Mambo maslahi ya wananchi. Yaani wananchi mpaka naongea maslahi ya wanachama. Yaani nimerudi kwenye mpira, unajua tena wakati mwingine. Sawa? Tuvumiliane. Ndio. Hawezi kujali maslahi ya wananchi. Kwa sababu wao wamejikita ni viongozi hao wa serikalini, ni viongozi hao wa chama fulani, viongozi hao, alafu wanakuja huku wanafanya biashara hao. Pataenda? Wewe utasimama bungeni unatetea kushuka kwa mafuta, na wakati wewe una visima vyako pale vya mafuta, una sheli zako za mafuta.
una gari zako mwenyewe umezitia barabarani, utatetea kushuka kwa mafuta yani kuoje tu yanapanda kwa sababu gani? Utatetea? Lakini mzee wa Kilenge, tukigusia tukiachana na upandaji wa bei wa mafuta na kuangalia kabisa baadhi ya viongozi ndio wamekuwa wakifanya biashara hizo za mafuta, na pia ni wafanyabiashara pia ni viongozi wa serikali. Lakini mzee wa Kilenge, kuna hesabu sasa hivi ya CAG. Hesabu hii mzee wa Kilenge, umeipokeaje hesabu hii ya nchi ya Tanzania kutokana na hesabu za CAG na